Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Petro Magoti, mkuu wa wilaya ya Kisarawe, nitambue uwepo wa kamati ya usalama ya wilaya, mwenyeji wetu ambaye ni mkurugenzi mtendaji Group CEO wa kampuni ya Solar Nitrochemicals Limited, ndugu yangu Milind. Nitambue uwepo wa mkurugenzi mkazi Country Head Mr. Kishore. Nitambue uwepo wa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Kisarawe, ndugu yangu Halfan Sika almaarufu Digala. Nitambue uwepo wa mwenyekiti wa mji mdogo, lakini vile nitambue uwepo wa mheshimiwa diwani wa kata ya Segese pamoja na kaimu mkurugenzi, kamishna msaidizi wa madini mhandisi Ali Samaje. Nitambue uwepo wa afisa madini mkazi wa mikoa ya kimadini ya Dar es Salaam na Pwani, lakini vile vile nitambue uwepo wa wakuu wa idara wote wa halmashauri ya wilaya ya Kisarawe. Nitambue uwepo wa wageni wetu mbalimbali mliojumuika nasi, wafanyakazi wa kampuni ya Solar Nitrochemicals Limited, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Nasimama hapa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kufika hapa siku ya leo kwenye tukio kubwa la kihistoria, tukishuhudia uzinduzi wa kiwanda kikubwa na cha kwanza na cha mfano nchini Tanzania cha Solar Nitrochemicals Limited, kiwanda cha kuzalisha baruti pamoja na vilipuzi, ambao leo tunashuhudia uzinduzi wake. Lakini nichukue fursa hii pekee kabisa pia kuwaletea salamu za mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kisarawe, kaka yangu Daktari Suleiman Said Jafo, waziri wa viwanda na biashara, ambaye alitamani sana kuwa nasi siku ya leo, lakini sote tumesikia kwamba amepata udhuru wa msiba. Hivyo kipekee kabisa kwa niaba yake nataka niwahakikishie ndugu zangu wananchi wa Kisarawe kwamba matunda mnayokiona siku ya leo, kazi ile iliyofanyika, pia yanatokana na mchango mkubwa sana ambao mheshimiwa mbunge amekuwa akiutoa kwenye kuendeleza jimbo hili la Kisarawe, na amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba anasaidia kuvutia uwekezaji na kuwaletea maendeleo. Kwa shughuli ya leo ni ushahidi tosha kwamba tunaye mbunge makini ambaye mara zote amekuwa mstari wa mbele kupigania maendeleo ya Kisarawe, na mara zote anatamani kuiona Kisarawe ikistawi. Na basi niwaombe ndugu zangu wanachama wa Chama cha Mapinduzi, nimewaona hapa na wananchi wa Kisarawe, nafikiri hamna sababu wala haja ya kufikiri mara mbili. Mna mbunge ambaye ametosha, amepitiliza. Naomba sana muendelee kumpa ushirikiano Mheshimiwa Suleiman Jafo. La pili, naomba nichukue fursa hii kuupongeza sana uongozi wa wilaya ya Kisarawe. Kisarawe hivi sasa imekuwa maarufu sana na DC mzuri, mchapakazi, mzee wa mpeche. Ameitangaza Kisarawe. Sasa hivi Kisarawe inafahamika sana kwa sababu ya style ya uongozi wake. Nimekuwa nikimfuatilia katika matukio mbalimbali, anashirikisha, anatatua kero,
lakini yuko mstari wa mbele kwenye maendeleo ya Kisarawe. Mheshimiwa DC na timu nzima, hongera sana kwa kazi nzuri ambayo unaifanya hapa Kisarawe. Ndugu zangu, naomba nichukue fursa hii kipekee kabisa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa miongozo yake, lakini vile vile na falsafa zake za 4R, pamoja na nguvu kubwa anayotumia kuvutia uwekezaji katika nchi yetu ya Tanzania, uwekezaji ambao umekuwa na manufaa makubwa sana. Mheshimiwa Rais alifanya ziara katika nchi ya India na baadhi ya nchi katika bara Asia, na alizungumza na wawekezaji mbalimbali, na mnachokiona leo hapa ni matunda ya kazi nzuri inayofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuvutia uwekezaji. Ninyi ni mashahidi, eneo lenu hili sasa limekuwa na viwanda vingi sana, ambao viwanda hivi vimeendelea kutoa mchango chanya katika kuikuza wilaya yetu ya Kisarawe, lakini vile vile kuboresha maisha ya watu wetu kupitia ajira na kukuza uchumi katika eneo hili. Haya yote yanatokana na kazi nzuri inayofanywa kupitia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambao Mheshimiwa Rais anaisimamia juu ya uanzishwaji wa viwanda. Tunafahamu umuhimu wa viwanda katika kukuza uchumi wa nchi yoyote na uchumi wa watu katika maeneo husika. Hivyo ni ukweli usiopingika kwamba rais wetu anafanya kazi kubwa ya kuendelea kuitafutia fursa nchi yetu ya Tanzania, na sisi wa Tanzania tuendelee kumuunga mkono na kumtia moyo kwa kazi nzuri hii ambayo anaendelea kuifanya. Ndugu zangu wote ambao mmejumuika hapa siku ya leo tupo hapa kushuhudia tukio kubwa na la kihistoria ambalo wilaya ya Kisarawe ndio inakuwa wilaya ya kwanza Tanzania nzima kuwa na mradi mkubwa wa kiwanda cha baruti na vilipuzi vyenye uwezo mkubwa wa kuzalisha idadi kubwa ya vilipuzi na baruti. Hakuna sehemu nyingine yote Tanzania isipokuwa wilaya ya Kisarawe. Mheshimiwa DC, leo mnaandika historia. Leo mnaandika historia kuwa wilaya ambayo inakuwa wilaya ya kwanza kuzalisha kwa wingi mahitaji katika migodi yetu mingi hapa nchini Tanzania. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sekta ya madini inakuwa siku hadi siku. Mwaka 2022-2023 mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa ilikuwa ni 7.2%. Mwaka 2023-2024 mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa umeongezeka kufikia 9.0%, na malengo ni kufikia 10% ifikapo mwaka 2025, na haya ndio maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini sekta hii imeendelea kuingiza fedha nyingi kwenye mfuko mkuu wa serikali. Katika mwaka wa fedha 2015-2016 sekta ya madini iliingiza katika mfuko mkuu wa serikali makusanyo ya shilingi bilioni 162 kwa mwaka mzima. Lakini baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya mwaka 2017 tukaanzisha masoko na vituo vya ununuzi. Mwaka wa fedha uliopita sekta ya madini imeingiza katika mfuko mkuu wa serikali makusanyo ya shilingi bilioni 753. Na mwaka huu wa fedha tumetengewa malengo ya kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1. Mpaka leo ninavyozungumza nanyi, tarehe ya 13 mwezi wa 4 mwaka 2025, sekta ya madini
imeshaingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 800, na tuna mwezi wa 4 haujaisha, wa 5, wa 6. Ikifika mwezi wa 6 tutaingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1 kama malengo ambayo tumejiwekea. Sasa kwa nini nimeanza kuyasema haya? Kwa sababu sekta hii kwa kiwango kikubwa sana inategemea sana baruti na vilipuzi. Hii ni kati ya mahitaji makubwa sana katika migodi. Nchi yetu ya Tanzania kila mwaka inaagiza baruti na vilipuzi kutoka nje ya nchi. Vilipuzi ambavyo tunaviagiza kwa mwaka ni vilipuzi milioni 10 kwa kila mwaka, na baruti ambayo tunazalisha ni tani 26,000. Sasa sisi tumepata bahati Kisarawe. Kisarawe hapa kinajengwa kiwanda chenye thamani ya zaidi ya dola milioni 8, sawa sawa na bilioni 19 ndo thamani ya kiwanda hichi hapa. Kiwanda hichi kitakuwa kina uwezo wa kuzalisha baruti tani 22,000 kwa mwaka. Maana yake ni kwamba mahitaji yetu kwa mwaka ni baruti tani 26,000. Kiwanda hichi kina uwezo wa kuzalisha 95% ya mahitaji ya baruti yote ya nchini Tanzania. Haya ni maendeleo makubwa sana. Lakini kwenye vilipuzi sisi tunaingiza vilipuzi milioni 10 kwa mwaka. Kiwanda hichi kina uwezo wa kuzalisha vilipuzi milioni 15 na ziada ya milioni 5. Maana yake ni kwamba Tanzania itaacha muda sio mrefu kuanza kuingiza baruti na vilipuzi kutoka nje ya nchi. Hivi sasa tunajitosheleza ndani ya nchi kwa kazi kubwa ambao wenzetu wa Solar Nitrochemicals Limited wameifanya. Hongereni sana kwa kazi kubwa mlioifanya, na niwapongeze kwa uwekezaji huu mkubwa ambao unatija katika nchi yetu ya Tanzania. Tumejipanga kama Tanzania kwenye sekta ya madini tuwe kitovu cha uzalishaji wa bidhaa na utoaji wa huduma kwenye migodi. Tunategemea kupitia kiwanda hichi tutauza baruti na vilipuzi nje ya nchi na kuingiza fedha za kigeni ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Na haya ndio malengo na maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Anatamani kuona tunapunguza uigizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi ili tuzalishe hapa ndani, watu wetu wapate ajira, nchi yetu iongeze mapato, tukuze teknolojia, lakini alikadhalika pia iwe ni sehemu ya kuhakikisha kwamba tunaikuza sekta ya viwanda katika nchi yetu ya Tanzania. Ndugu zangu, uwepo wa kiwanda hichi una manufaa yafuatayo. Cha kwanza, ukiagiza vilipuzi na baruti kutoka nje ya nchi, maana yake kuna ajira za watu tunazilipia huko katika nchi za watu. Hivi sasa watakaonunua hapa watakuwa wanalipia ajira za Watanzania asilimia kubwa, mkiwepo ninyi wananchi wa Kisarawe. Kwa hiyo ajira zetu zimelindwa kupitia uanzishaji wa kiwanda hichi. Lakini kiwanda hichi kinatumia teknolojia ya kisasa. Wako wa Tanzania wahandisi, wataalamu ambao ndio wanazalisha vilipuzi na baruti. Ni vijana wa Tanzania waliosoma Tanzania, nimekwenda kuwaona mwenyewe. Maana yake ni kwamba tunakuza uwezo wa watu wetu kuwa na maarifa na ujuzi katika uzalishaji wa baruti na vilipuzi hapa nchini Tanzania. Hilo ni jambo kubwa sana. Lakini pia tutaongeza mapato ya nchi yetu ya Tanzania. Kiwanda hichi kitalipa kodi. Kiwanda hichi kitalipa ushuru wa halmashauri na tozo mbalimbali, na manufaa yatabaki ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Lakini kubwa kuliko yote ni la ajira. Kiwanda hichi kwa kuanzia kitatoa ajira
kwa watu 300 za moja kwa moja, na baadaye katika mnyororo mzima ina uwezo wa kuzalisha mpaka ajira 1000 kutokana na shughuli ambazo watakuwa wanazifanya. Na niwaombe muhakikishe mnawapa kipaumbele wananchi wa Kisarawe katika zile kazi ambazo hazihitaji ujuzi mkubwa, hata zenye ujuzi mkubwa. Kama kuna wananchi kutoka Kisarawe wana uwezo huo, wapeni kipaumbele. Na ndugu yangu Tisho, na hiyo ndo social license. Ukiweza kuwawezesha wananchi wa hapa wakauelewa mradi, wakaupenda, ndo mnapata uhalali wa kuendelea kuoperate katika eneo hili. Kwa hiyo niwaombe sana na hilo pia muweze kulizingatia. Ndugu zangu, nikiwa nahitimisha hotuba yangu, nataka niendelee kusisitiza kwamba leo nina furaha kubwa sana kwa sababu tunaongeza jambo kubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania kwa kuwa na kiwanda kikubwa kizuri ambacho kinakwenda kuzalisha baruti na vilipuzi. Imani yangu ni kwamba kiwanda hichi kitaungwa mkono ili kiweze kusaidia katika kukuza sekta yetu ya madini na vile vile kukuza uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa DC, nimesikia maombi ambao umewasilisha kwangu ya barabara na maji. Mheshimiwa DC, nataka nikuhakikishie nitashirikiana na Mheshimiwa Jafo, nitaongeza nguvu kwa Mheshimiwa Jafo, tuongee na waziri wa ujenzi na waziri wa maji ili tatue changamoto hizi, uwekezaji mkubwa zaidi uweze kuja katika wilaya hii ya Kisarawe. Nataka nikuhakikishie tutalifanya. Lakini pia umezungumza kuhusu maji, na yenyewe pia nitazungumza na Mheshimiwa Aweso ili tuone namna ya kuweza kusaidia katika eneo hilo pia. Mheshimiwa DC, umejenga hoja vizuri kwamba ujenzi wa barabara hii itasaidia sana katika kutatua changamoto nyingi sana. Naamini serikali ya CCM ni sikivu, tumelisikia hili, na mimi nitakuwa balozi baada ya Jafo kumsaidia nguvu kuhakikisha kwamba jambo hili linatokea ili tuweze kupata manufaa. Na la mwisho nimepata ombi kutoka kwa group executive director ambaye nitamuomba sasa, unless kama Taji utatafsiri, lakini otherwise naweza nikamjibu moja kwa moja. Sawa? As I conclude my speech, Mr. Group Executive Director, I've heard your appeal of beseeching the government on the issue of protectionism. On behalf of the government of the United Republic of Tanzania, I'm standing here to reiterate our commitment and unwavering support for the local industries and investment like this one. We'll make sure that we do protect and we accord necessary support to ensure the maximum and optimal production of local products and enhance our manufacturing industry in Tanzania. So let's assure that the government has listened to your appeal and will work on that. Thank you, sir. Having said so, I think now it's high time I quit the stage, because I remember I'm a good follower of one of the good orator from Kenya, Professor Lumumba. He has his saying, no matter how good you are, if you stay for too long, you spoil it. A good dancer must know when to leave the stage. I think now it's high time I leave the stage. I thank you so very much. Hongereni sana wana Kisarawe. Mungu awabariki sana, asanteni sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.